نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الفوز لمن اتقاه. Wapendwa Waislamu, nawahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ndiyo ujumbe mkubwa ambao alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kila atakapo kuzungumza na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim aanza kuwafikishia ujumbe huo: taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wachaji Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio wenye daraja bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hao ndio waliofaulu duniani na akhira. Inna lilmuttaqina mafaza. Aya iko wazi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuthibitisha kuwa wacha Mungu ndio wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi wa Islam, hakika leo tuko katika siku miongoni mwa masiku bora ya dunia. Tupo katika siku ya 10 miongoni mwa yale masiku aliyoyaapia Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake aliposema wal fajr wa layalin 'ashr. Allah subhanahu wa ta'ala ameapia ndani ya Qur'an akasema wal fajr, kaapia wakati wal fajr, akasema wa layalin 'ashr, akaapia masiku 10. Jumhurul mufassirin wakafikiana kuwa masiku 10 hayo ni masiku haya ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Lidhalik, bado tuko ndani ya fursa miongoni mwa fursa adhima ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake yeye ndiye anatupatia, na yeye ndiye anakusudia kutupatia ujra uliokuwa mkubwa. Lidhalika, wapendwa wa Islam, siku ya leo ambayo ni siku ya 10 katika masiku 10 haya ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ni siku adhim, yaumun liidhhari sha'airillah, ni siku ya kuzidhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kudhihirisha nembo ya Uislamu, siku ya kudhihirisha Uislamu wetu katika jamii, na ni siku ya kutenda yalokuwa mema na kudhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bil libasi faqat, si kwa kuvaa mavazi yalokuwa mazuri tu peke yake, wala si kwa kujipamba na manukato, wala si kwa kujipamba na mashedo. Wa innama nudhhiru sha'air Allah bifi'li at-ta'at wa tarki al-munkarat bitakbir والتهليل والتحميد. tunadhihirisha nembo na alama ya Uislamu na alama za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya taa mbalimbali, na miongoni mwa taa hizo ni kuleta dhikr,
kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, katika kudhihiri au kudhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala kuna ishara kubwa kabisa ya kwamba ni namna gani mja amekubali kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni namna gani muislam amekubali kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo kwa yoyote mwenye kudhihirisha alama za Uislamu, mwenye kudhihirisha alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kudhihirisha nembo ya kumtambulisha Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo, fa innaha min taqwa alqulub, jambo hili linakuwa ni alama katika alama za uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nafsi yake. Utaona wako miongoni mwa watu katika sisi siku kama hii ya leo, siku ambayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amehimiza mengi ndani yake, ikiwemo takbirat zikithirishwa kufanywa, lakini wako katika watu wataghafilika kuyafanya haya, ikiwemo udhiya, ibada ya kuchinja ifanyike, lakini kuna watu wamepuuzia kuandaa vichinjwa kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo ndani ya siku kama hii ya leo. Ibadallah, i'lamu anna idhhara sha'airillah, tambueni kuwa kudhihirisha alama na nembo za Allah subhanahu wa ta'ala dalilun ala taqwa, ni dalili ya uchaji Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja ana nafasi ya kudhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza tumelifanya kwa mavazi tamam, tumedhihirisha alama ya Uislamu wetu kupitia mavazi. Leo hii utaona kila mmoja amependeza, masha Allah. Hivyo iendelee kudhihiri alama ya Uislamu na alama ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kuheshimu alama zake kwa kufanya mengineyo kal udhiya wa takbirat, kama vile watu kufanya ibada ya kuchinja na takbirat, zitarandam takbirat katika majumba yetu, katika njia na kila pahala watu wasome takbirat kwa wingi. Hizi ndizo ibada katika ibadati ambazo muislamu bado ana fursa ya kuzitekeleza ndani ya siku hii ya leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza juu ya dhikr ya Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: ayamu tashriq ayamu aklin wa shurb wa dhikrin lillah, masiku ya tashriq, masiku ya kuchoma choma nyama. Masiku haya ni siku ya 11 na siku ya 12 na siku ya 13 baada ya siku hii ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Yote haya ni masiku ya kula na kunywa. Watu wanatakiwa wanywe, wafurahie, nunua kila aina ya chakula cha halali na kila aina ya vinywaji vya halali, tumia. Lakini usisahau kwamba ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Ayamu aklin wa shurb wa dhikrin lillah, ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe baba, wewe mama, nyinyi watoto, vijana, sote tukithirishe kudhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni alama kubwa zaidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku hizi, kuanzia siku ya leo, siku ya kesho, mpaka siku 3 baada ya Eid. Wapendwa wa Islam, amesema moja wanawazuoni, amesema maneno yaliokuwa mazuri ya kutuhamasisha katika kudhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Asema: man azzama sha'air Allah, yoyote mwenye kutakasa na kuheshimu akatukuza alama za Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hizi, azzamahu Allah fi dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala atampa na yeye utukufu na atamuinua daraja na atamfadhilisha, atamheshimisha pia katika dunia na akhira. Wewe tukutekeleza ibada ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakutukuza, nawe anakujalia nur, baraka, unapata kabul kwa watu, jambo ulikuwa hutegemei latokea. Yote ni katika dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema mmoja wa washairi, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuita katika khairi, idha ma da'aka Allah lilkhairi fanqadi, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuita katika khairi, kakueleza jambo fulani ni la khairi lifanye, basi harakisha,
fanya jambo hilo kwa unyenyekevu. Fanya jambo hilo kwa unyenyekevu na hakikisha kuwa wakimbilia katika kulifanya jambo hilo. Fafihi ridha arrahman, ndani ya kufanya majambo kama hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amekuitia katika majambo hayo, unazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika wote tunapaswa kuweza kukimbilia kufanya khairi ndani ya masiku haya, na tukumbuke kuwa bado tuko ndani ya siku ya 10 katika masiku bora zaidi ambayo yanapatikana ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Lidhalika bado tuna fursa ya kutenda mema, bado tuna fursa ya kutenda mema. Qala sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr min Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hakuna masiku ambayo matendo yanayofanywa ndani yake kupendezwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku yanayofanyika, kuliko matendo yanayofanyika ndani ya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Uko wapi wewe na fursa hii? Na bado haujaipoteza. Umepoteza masiku 9, lakini bado unayo leo hii siku ya 10. Unayo siku ya 10. Tenda khairi, Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia khairi zaidi yake. Man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.